Reverend. Tumkaribishe. Wapi shangwe na vigelegele. Hallelujah. Tunakupenda mama. Si tunampenda. Si anakaa smart. Graduation. Sindio? God bless you, mom. We love you. May the favor of the Lord be with you. God bless you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord, church. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Naitwa Jedida Wangeshi Mboro. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Na ninakuhubiria kama nimeokoka. Amen. Nikiwa na Yesu ndani ya roho yangu. Bwana Yesu apewe. Amen. Na tukiwa na Reverend wetu, hata mimi niseme tena congratulations to him. Kwa sababu hiyo ni mwanzo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ninashukuru kwa wakati yule alichukua hiyo hatua ya kusomea theology. Praise the name of the Lord. Amen. Hii kazi ya Mungu inahitaji hekima zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo anapochukua hatua hiyo ingine ya kusomea degree, Mungu akamsaidie na Mungu akambariki kwa sababu ya hiyo hekima. Na sitasema hapo pole kwa sababu mambo ni mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na hii kazi bado inatuhitaji na nyinyi ni wetu na tunawahitaji zaidi. Amen. May the Lord bless you. Amen. Asante watumishi wa Mungu kwa sababu ya hii madhabahu kunipatia hii nafasi nikalete neno la Mungu, na nyenyekea sana hata kwa wapendwa wenzangu. May the Lord bless you. Naomba tukaingie moja kwa neno la Mungu. Na theme ni never give up. Never give up despite the storms. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Never give. Ambia mwenzako never give up. Usikufe moyo. Usikufe moyo. Despite the storm. Ama despite the challenges. Praise the name of the Lord. Amen. Nduga akue goro. Yes. Katikati ya hiyo dhorumba unayopitia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na nikileta hilo neno la Mungu, ama victim ya kukuambia never give up despite that storm. Praise the name of the Lord. Amen. Na hili neno linaambatana na neno la asubuhi. Na nataka kuongea kuhusu dhorumba. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na kabla nilete neno la Mungu, kuna wimbo tumezoea kuimba kama waumini. Inaimbwa mambo sawa sawa. Naomba ukaniimbishe. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa hezini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Na kwa Kikuyu tunaimba Nemega. Maondo nemega. Yesu agetha makaga. Maondo nemega. Maondo nemega. Hakuna ingine huwa inaimbwa Jesu areho maondo maikaraga wega. Toine maikaraga wega. Maikaraga wega. Jesu areho maondo maikaraga wega. Mateko hege sana. Ni ukweli. Yesu akiwa mambo yote huwa mema. Praise the name of the Lord. Amen. Sikatani na hilo. Yesu akiwa maishani mwetu. And that is a belief kwa kila muumini. Yesu akiwa mambo yote huwa mazuri. Kwa hivyo wakati imeenda kinyume, tunaonanga ni kana kwamba Mungu hayupo. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa sababu ya hiyo imani ya kuwa Mungu, kwa sababu tumeokoka,
kwa sababu tulimvaa Yesu, tulimpokea Yesu. Kwa hivyo mambo ni lazima yawe sababa. Ni ukweli katika hilo. Kwa hivyo katika maisha ya Mkristo, wakati mambo imeenda kinyume na mapenzi ya moyo wake, tunaonanga ni kana kwamba Mungu hayupo. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa wasomi, kuna mwandishi aliyeandika kitabu kinachoitwa When God Does Not Make Sense. When God does not make sense. Kuna wakati katika maisha unaona ni kana kwamba Mungu hayupo, ni kana kwamba Mungu amenyamaza, ni kana kwamba God is not there katika hiyo storm unayopitia. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna huyu dada ya Lazaro, wakati ndugu yake alikufa Lazaro, walimkibilia Yesu wakamwambia, ungelikuwa humu ndugu yangu hangekufa. Praise the name of the Lord. Amen. Walikosa uwepo wake, wakaona ni kana kwamba haukuwa, ndio maana our brother ameaga. Lakini Yesu alikuwa pamoja na wao. And that's why alipofika mahali pale, aliuliza mumemweka wapi? Kwa sababu yeye alikuwa mahali mle. Hata kama uwepo wake hawakumuona wakati ule, Yesu alikuwa mle. Praise the name of the Lord. Amen. Katika hiyo changamoto unayopitia, Yesu yumo karibu nawe, ni wewe haumuoni. Praise the name of the Lord. Amen. Naomba nikaongeleshe watu wawili, watu watatu, sitakukarisha. Naomba kuongea kuhusu jambo linaloitwa dhoruba, storm kwa Kiingereza. Kuna storms aina mbili. Kuna dhoruba huwa tunayoiona na macho, na kuna secret storm. Kuna ile dhoruba inaonekana katika maisha yetu, na kuna ile dhoruba iko ndani yako lakini wewe hauioni. Kuna mbio huwa tunakimbia humu ulimwenguni, kama ile mbio tulikuwa tunakimbia tukiwa shuleni. Ile mbio athletes huwa wanakimbia. Hiyo mbio iko na mpango, lakini dhoruba hainanga mpango. For example, hii kanisa laweza likaboromoka saa hii na halitaboromoka, ni mfano. Hatuwezi jua hata our reverend ametokelezea wapi. Hii kanisa likaanza, hata hii Jimsam ikaanza kutingizika, kanisa likaanza kushake. Hata shosho aliye mahali hapa hatuwezi jua ametokelezea wapi. Hata mtoto. Hiyo ni ile mbio haina mpango. Kuna mbio aina mbili. Kuna hiyo mbio iko na mpango, ile tunakimbia shuleni. Kwa sababu mbio ya shuleni huwa tunaenda in one direction. Lakini mbio ambayo haina mpango ni ile, hii nyumba ikaweza kuporomoka, wengine watatokea huu mlango, wengine watapitia pale, wengine watatokea hapa. Hata hatuwezi jua reverend ni nani mahali hapa. Praise the name of the Lord. Na wakati huo watoto na watu wazee huwa wanaanguka. Na hao watu huwa wanaanguka, huwa tunawapitia juu. Nimeomba kukuomba mpendwa, wakati wa hiyo dhoruba unalolipitia, usije ukakubali kuanguka. Praise the name of the Lord. Amen. Maana ukianguka tutakupitia juu. Wakati kanisani kuna msukasuko, usikubali kubebwa na kila dhoruba. Kuna dhoruba linaweza kuja lipeperushe ama libebe kila karatasi iko mahali hapa ambayo haijashikilia kitambo, lakini haiwezi beba Biblia, haiwezi kabeba kitambo, lakini iko na uwezo wa kubeba karatasi. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna upepo unaweza ukabeba kitambo lakini ukose kubeba hii keyboard. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna upepo unaweza beba hii keyboard lakini usikubebe wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jipatie weight katika kila dhoruba unalolipitia katika maisha yako. Ambia aliye karibu na wewe, jipe weight. Jipe uzito. Si kila msukasuko ama kila dhoruba ama kila changamoto litakuwa likikubeba. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tuwe watu wa tuwe mashujaa wa imani. Praise the name of the Lord. Amen.
Kwa hivyo kuna aina mbili za storm. Kuna hiyo storm huwa tunaiona na macho, na katika hiyo storm hata kwa maisha yetu huwa hatumuoni Mungu wakati ule. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wengi wetu tuliingia hapa kanisani. Nimesema kuna storms aina mbili. Kuna hiyo storm tunaiona na macho, tunaweza iepuka. For example, kuna maandamano inaendelea, hata iko Tuesday. Wakati wa huo maandamano hata viwete hakunanga, kwa sababu kila mtu anakibiria maisha yake, aokoe hiyo maisha. Kwa hivyo kuna hiyo dhoruba huwa tunaziona na macho, tunaweza tukaziepuka. Kwa hivyo mpendwa, wakati wa dhoruba usije ukakubali kuanguka. Simama kidete, simama na Mungu wako. Praise the name of the Lord. Amen. Hata wewe dada uliye mahali hapa, pengine uko na machozi kwa ndoa yako, wakati utachunguza your husband ako na side chick, praise the name of the Lord. Amen. Usikubali kuanguka katika hiyo changamoto, kwa sababu ukikubali kuanguka watakupitia juu wakienda kufurahia. Baki kama umesimama. Hata kama utakibia, ukimbie kama umesimama. Praise the name of the Lord. Amen. Hata katika nyumbani kwetu, hata katika kanisani, wapendwa, tuwe watu hatutakuwa tunabebwa na kila misukasuko. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna hii another storm inaitwa secret storm. Secret storm ni ile storm tuko hapa tumeng'ara, we look smart. Bia aliye karibu na wewe uko smart. Uko smart. Pengine hujabiwa na yeyote, uko smart. You are very smart, you look smart. Praise the name of the Lord. Lakini ndani yako pengine hata ulichapwa na your husband asubuhi. Pengine hata wengine hawakukula jana, wako na njaa ya jana. Lakini uko hapa umeng'ara, you look smart. Lakini ndani hatujui unapitia nini. That's a secret storm. Na kila mmoja ako katika hiyo hali. Wengi wetu tuko na hiyo hali. Hakuna mmoja hapa ati amestareheka katika maisha yake. Tunapitia hali ngumu. Lakini katika hiyo hali hatumuonangi Mungu. Waweza kuwa mama uko mahali hapa, umebarikiwa na watoto, umewasomesha, lakini hakuna hata mmoja anakusaidia. Na uko hapa, uko na hiyo courage ya tukikusalimia unasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna hiyo storm unayopitia. Wewe ndio unajua unapitia dhoruba ya aina gani. Nimekuja kukuambia katika hiyo changamoto unaweza kosa kumuona Mungu, lakini yuko hapo. Ni wewe haumuoni, but he's there. His presence is there. Na katika hiyo hali ndio maana dada yake Lazaro hangemuona Yesu katika mle nyumbani mle. Alikosa uwepo wa Mungu. Lakini si kana kwamba God wasn't there. He was there. Na ndio maana aliporudi, alipofika, alifufua, alipeleka uhai. Praise the name of the Lord. Amen. Wale watu ambao wametembea Nakuru masaa ya usiku hivi. Juzi nilikuwa nimefika Nakuru. Na ukifika pale Kimende kuna kefi kinaitwa aje kwa Kiswahili? Kefi kwa Kiswahili, wasomi, tuko na wasomi mahali hapa. Kefi ili wale hawaelewi Kikuyu waielewe. Kinaitagwa hivyo. Kinaitagwa kefi. Oh, foga. Good. Wale watu huwa wanatembea Nakuru. Nilitembea juzi Nakuru masaa ya usiku. Na tulipofika mahali Kimende masaa ya usiku, hiyo fog, Kiswahili dereva kiwikuhiku hivi amesema, dereva hangeweza kuona barabara vizuri kwa sababu ya that fog. Ilibidi hata akiweka fog light hangeweza kuona barabara. Ilibidi tusimame kando kwanza hiyo fog ishukashuke ama ipingue. Si kana kwamba hakuna barabara, iko, lakini ni dereva hauioni. Si kana kwamba katika hiyo dhoruba unayopitia hakuna Mungu, yupo, ni wewe haumuoni. Wakati kuna kuanga na dust wakati wa jua,
Upepo unakujanga, unabeba kila maragara, kila uchafu uko katika shamba. Saa hiyo dust imekuja, tunafunikanga wapi? Si tunafunikanga macho mpaka hiyo upepo ushuke, hiyo dust ishe. Alafu after huo upepo, after hiyo dust saa hiyo kama ni Mungu alikuwa anapita uwezi ukamuona. Kwa nini? Si ni wewe umefuga macho? Kwanza saa hiyo wamama huwa wanashika guo hivi, guo isiende. Alafu wanafunika macho. Hata kama ita take 10 minutes. Lazima iende, alafu afungue nini? Alafu unasema kama Yesu angekuwa hapa. Lakini ni wewe ulifunga macho. Usifunge macho katika hiyo hali unayopitia. Because you never know. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndio maana Ayubu. Naomba ukatusomee katika kitabu cha Ayubu 23 verse 8. Job 23 verse 8. Na kabla atafute hiyo maandiko, nashukuru Mungu kwa sababu mahali hapa tuko na overcomers. We have overcomers here. Hii madhabahu imetoka mbali. Oh yes. Na kuna washuhuda, bado ni mizizi ya mahali hapa. Wakati kanisa lilikuwa linapandwa mahali hapa Keno, kuna bado mabaki. Praise the name of the Lord. Amen. Na wameona mengi. Ni kama wale wazee huwa wanasema usicheze na mimi kwa sababu nimenyeshewa na mvua mingi. Naomba katika kanisa la Mungu kuwe na hao watu. Hata kila dhoruba linapokuja, usiwe ni mtu tu wa kubebwa na every storm. Ukanenee shetani, mimi nimeitanishwa na yule aliye juu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Naomba ukatusomee hiyo Ayubu 23 verse 8. Kitabu cha Ayubu 23 mstari wa 8 inasema hivi: Tazama, naenda mbele wala hayuko. Naenda mbele wala hayupo. Huyu ni Ayubu. Alikuwa amepitia changamoto mingi sana. Hakuna aliye mahali hapa tunaweza tukamfananisha na Ayubu. Ilifika ni kiwango cha kusema naenda mbele wala haupo. Narudi nyuma wala haupo. Pasa umepotea. Inasema hivi: natazama, naenda mbele wala hayuko, narudi nyuma lakini siwezi kumuona. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ninaenda mbele wala haupo, ninarudi nyuma wala siwezi nikakuona, lakini siwezi kumuona. Wengi wetu tuko mahali hapa. Oh yes. We are very smart, na nimeanza kusema tuko wazuri. Lakini katika lile hali unabaro umepitia, tunakuona you look smart, lakini ni smile umewekelea juu. Ndani kuna waka moto. Umevaa smile ni kama tu hizo makeups sisi wadada huwa tunawekelea juu. Lakini katikati kunayo mazito unayoyapitia. Ayubu ikafika ni wakati shetani akaomba ruhusa kwa Mungu. Yes. Aende akamjaribu Ayubu. Na Ayubu alikuwa ni mtu mwelekevu. Huwa tunasoma historia ya Ayubu. Alikuwa ni mtu mcha Mungu. Hakuna mkamilifu aliyekuwa kama Ayubu. Shetani akaomba ruhusa kwa Mungu. Naomba huyu mtu anakupenda kwa sababu umekinga mali yake. Unampenda katika mifugo yake. Naomba ruhusa niende nikamjaribu Ayubu. Uone kana kwamba hata kuacha. Praise the name of the Lord. Amen. Ikafika ni kiwango Ayubu anauliza. Ebu imagine hiyo hali Ayubu anafika mpaka anasema ninaenda mbele wala hayupo, na rudi nyuma wala siwezi nikamuona. Mpendwa, kuna wakati unafikanga katika hiyo hali. Unajaribu kumtafuta Mungu. Nimekuja nikuambie, despite that storm ambayo unapitia, yes, God is there. Ni wewe haumuoni. Yuko hapo anakutazama. Na katika hiyo neno ndio maana katika Zaburi 23 verse 1 inasema, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, kwa sababu unilaza katika majani mabichi. Na katika maji
inasema katika maji matulivu. matulivu yeye hunilaza. Zaburi 23 verse 8. Verse 8 inasema hivi. Zaburi 23 verse 1. Verse 1. Yes. Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Kando ya maji ya utulivu. Kando ya maji matulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu. Na kuniongoza katika njia za haki. Naomba hapo mstari wa 4. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, yes, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Mpendwa, kwa nini huwa unaogopa? Oh, yes. Si uambie shetani wewe ni mwana wa aliye juu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Si unenee hiyo changamoto unayopitia. Umwambie mimi nimeitanishwa na yule aliye juu sana. Oh, yes. Huku kwangu kumeitanishwa na yule aliye juu sana. Sitaogopa wala sitapungukiwa na chochote. Praise the name of the Lord. Amen. Tusipokuwa washujaa wa imani, tutakosa Mungu ndani ya changamoto ama zile dhoruba tunazopitia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Sisi kama naongelesha mtu hapa. Oh, amen. Sisi kama ninanena na mtu. Oh, yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ayubu akafika kiwango cha kuuliza, niendapo kando sikupati. Unafika katika hiyo hali, unatafuta Mungu kwa nyumba yako. Inafika ni wakati unaingia kwako, unakosa hata hauna nguvu ya kumtafuta Mungu. Wakati wapendwa huwa tunaachwa na wapendwa. Wakati unafiwa na mpendwa, wakati kuna kifo, wengi wetu hapa ni washuhuda. Wakati huo hata mchungaji akuambie pole. Pole represents nothing, or it represents nothing. Bwana Yesu apewe sifa. Hainanga nguvu wakati huo uko katika kifo. Saa hiyo usikiangi pole kama ni dawa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Uwezi ukamuona Mungu katika hilo. Wengi wetu hapa ni washuhuda. Ni ukweli ama si ukweli? Ni kweli. Katika hiyo hali unajaribu kumtafuta hapa haumpati. Unaenda kwa your bedroom, hawezi akapatikana hapo. Sika na kwamba hayupo. Ndio maana sister ya Lazaro hakumuona Yesu nyumbani kwao, kwa sababu he is normal. Lakini nimekuja nikwambie, ako hapo, ni wewe humuoni. Katika hiyo hali unalopitia, yuko hapo, ni sisi hatumuoni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kila umebakishiwa ni roho yako. Ayubu, Mungu akatuma shetani kwa Ayubu. Shetani akaomba ruhusa. Raundi ya kwanza Ayubu akafaulu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ndio maana nimekwambia, simama kidete. Kama utakibia, kibia kama umesimama. Maana changamoto ni lazima katika maisha yetu. Dhoruba ni lazima katika maisha yetu. Na wengi wetu hapa tuko na dhoruba tofauti. Na yangu si lazima ifanane na yako. Lakini cha uzuri ni bado tuko hapa na tunaingia kanisani kumuinua huyu Mungu, kwa sababu ni yeye ametuita na hajakuweka hapo kama hauna uwezo wa kulishinda lile dhoruba. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hawezi akakuletea mtoto wa nasari, hawezi letewa mtihani wa class 8. Utakuwa umemkosea sana. Kwa hivyo dhoruba yako ni kiwango cha level yako. Praise the name of the Lord. Amen. Hata unapoingia katika promotion fulani, expect dhoruba ya hiyo level ya promotion. Praise the name of the Lord. Amen. Hautakutana na dhoruba ambayo si ya level yako. Jua wewe ni shujaa katika hilo unalolipitia. Praise the name of the Lord. Amen. Na utatoka kama dhahabu. Oh, na yes. ndio maana after hiyo ya Ayubu 23 verse 8. Naomba ukaendelee kutusoma. Verse 8 inasema hivi. Tazama naenda mbele Naenda mbele wala hayuko.
narudi nyuma, Yes. lakini siwezi kumuona, lakini siwezi muona. na mkono wa kushoto. Naomba tukasome verse 10. Lakini yeye after kusema tazama naenda mbele wala hayuko, narudi nyuma lakini siwezi kumuona. Lakini yeye aijua njia niendeayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo bado anatujua kwa majina yetu. Oh, yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na katika kutujaribu, akisha kutujaribu, tutatoka kama dhahabu. Naongea na mtu. Oh yes. Naongeleshea mtu hapa. Ndio. Akisha kutoa katika hiyo hali, Yes. ni wewe utampatia ruhusa. Atakuweza katika hiyo hali ama utabaki tu na Mungu. Akisha kukujaribu, mpendwa, utatoka kama dhahabu. Naomba tukimbie Mark 4. Marko 4 verse 35. Sasa nimeanza kuhubiri. Marko 4 Verse 35. verse 35. Marko 4, katika ile wafuasi walikuwa wameenda na walikuwa the coming of the storm. Inasema hivi, Marko 4 mstari wa 35. Yes. Maandiko inasema hivi, siku ile kulipokuwa jioni, Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, kawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. yes. Na vyombo vingine vilikuwako Praise the name of the Lord. Amen. Huyu ni Yesu ameapatana na wanafunzi wake Yes. kwenda ile ng'ambo ingine, na wakaingia katika merikebu. Na tuvuke mpaka ng'ambo, wakauacha mkutano, wakamchukua vile alivyo katika chombo. Yes. Wakaingia katika merikebu, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo. Na ndio maana nimekuambia, wakati waliingia katika merikebu, upepo ukakuja. Naomba ukaendelee. Haya, inasema hivi, na ikatokea dhoruba kuu ya upepo. Wakati waliingia katika lile merikebu, nilitangulia kusema hauwezi ukapatana na any changamoto kama hujaingia mahali fulani. Kama hujaingia katika merikebu. Niaje mwanarika anaweza akapigana vita vya ndoa kama hajaingia kwa ndoa? Inawezekana kweli? Unapigananga vita vya ile level umeingia. Na diposa wanafunzi walipoingia katika merikebu, upepo mkubwa ukaanza kupiga lile merikebu. Naomba ukaendelee. Haya, mstari wa 37. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo. Mawimbi yakapiga chombo. Mabibi yakapiga chombo. Hata kikaanza kujaa maji. Hata kikaanza kujaa maji. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wapendwa, tuko watu wengi hapa, merikebu zao zimeanza kupata maji. Kama vile hiyo merikebu ilipoanza kujaa maji, kulikuwa na merikebu zingine, lakini lile lilikuwa na Yesu. Hilo ndilo huwa tunaambiwa historia yake. Walipoingia katika lile merikebu, upepo ukaanza kupiga hiyo dhoruba. Mpendwa, unapoingia katika wokovu, hapo ndipo vita vyako huwa vinaanza. Praise the name of the Lord. Amen. Na ninakubaliana na watu wengi hapa, wakati hauko umeingia kwa wokovu, haungeona vita zingine. Huwezi ukapigana vita vya biashara kama huna biashara. Praise the name of the Lord. Huwezi ukapigana vita vya ndoa kama hujaingia kwa ndoa. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko watu wengi hapa, merikebu zetu already zimejaa maji. Na hakuna ajuaye uchungu wako kama wewe mwenyewe. Ni wewe unajua merikebu yako ni aina gani. Wengi wetu tuko katika machungu. Praise the name of the Lord. Amen. Wakati merikebu ilianza kujaa maji, naona wanafunzi walianza kuchota yale maji wakiamwaga nje.
Saa hiyo Yesu alikuwa amelala. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wanafunzi wameanza sasa kuhangaika, lakini hawamuoni Yesu ako nyuma ya lile merikebu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Naongea na mtu. Merikebu imeanza kujaa maji. Oh yes. Hawamuoni Yesu, lakini ako hapo. Tuko pale, tuko wengi sana. Tumekuwa katika changamoto, katika kufinyiriwa kure kwa ile dhoruba. Huwezi ukamuona Yesu. Unamtafuta kushoto unamkosa, unamtafuta kulia unamkosa, kwa sababu ya uzito ya ile dhoruba uko ndani yake. Praise the name of the Lord. Amen. Tuko watu wengi hapa, tuko na uchungu wa mioyo yetu. Sijui ni dhoruba ya aina gani, lakini uko hapa unamuinua Yesu. Unasema tu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mama aliye hapa amebarikiwa na watoto, lakini hakuna yeyote huwa anayemsaidia. Huyo mama unadhani akiingia mahali hapa ukimsalimia atasema amina. Lakini anapiga magoti, anauliza Mungu, kwikigo kihuthagirwo na Gikuyu daumire ona kumagia. Unafikiria huyo mtu wako katika merikebu ya aina gani? Already merikebu yake imejaa maji. Praise the name of the Lord. Amen. And I've said I'm a victim of that. But nimekuja kukuambia, God's presence is always there in that ministry. Oh, yes. Praise the name of the Lord. Amen. Ni sisi hatumuoni kwa sababu tumefunga macho. Ni wewe haumuoni Mungu kwa sababu umefunga macho. Praise the name of the Lord. Amen. Open your eyes and see the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Anashukuru Mungu kwa sababu si kana kwamba tumekuja kumuinua huyu Mungu kwa sababu ametustarehesha. Bado ametupatia uhai wa kumwambia Yesu ni Bwana. Praise the name of the Lord. Amen. Watu wengi wako katika hali gumu. Wengine wanalilia Mungu nipatie biashara. Wengine wanaambia Mungu niponyee hii doa. Ponya hii doa yangu. Umejaribu kungangana kutafuta amani kwa nyumba yako. Waweza kuwa uko na mgonjwa mahali. Unauliza hili litaisha lini? Unajaribu kumtafuta Mungu kwa nyumba yako humpati. Hadi unatoka kanisani. Unasema ni kana kwamba Mungu hayupo. Jinsi Ayubu alimtafuta. Lakini nashukuru Mungu, Ayubu hakukufa moyo. Alisema ni ukisha nijaribu nitatoka kama nini? Praise the name of the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Naomba tukaendelee kusoma. Haya, mstari wa 38. After merikebu zimepata maji. Naye mwenyewe, yani Yesu, naye mwenyewe alikuwapo katika shetri Akiwa amelala. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Naona Ayubu wakati shetani alimjaribu kwa mara ya kwanza, shetani alirudi kwa Ayubu. Praise the name of the Lord. Amen. Storm inakunyimanga comfort, inakunyanyanga comfort ndani ya maisha yako. Na kitu ingine inakureteanga ni derailment ya baraka zako. Si kana kwamba itakumaliza. Dhoruba ama changamoto ukiwa mtu ambaye anatembea na Mungu, haijawekwa hapo ikumalize. God knows you. Na ndio maana ni Mungu alitumana kwa Ayubu, nenda lakini usiguze moyo wake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimesema storm, sacred storm, inaretanga delayment kwa baraka zetu. Wakati watu wawili, naomba nikapate tu kijana mmoja. Kijana wewe hujaoa, na dada mmoja. Ama tu nikutumie yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati huyu wameyakubaliana waanze ndoa. Hakuna yeyote anaingianga kwa ndoa ama anaanza ndoa akiwa na hopes ati itakuwa ni contract. Sisi wote huwa tunaanza ndoa tukijua itadumu. Till death do us apart. Praise the name of the Lord. Hawa watu wanaanza safari. After 3 years ama after some months, hiyo ndoa wanaachana. Na hawajaachania kitu kingine, kitu tu kidogo. Colgate yaweza wafanya waachane. Kelele inakuwa kwa nyumba. Huyu anamwambia mbona unafinya Colgate kwa shingo, na tulikubaliana uifinye kwa miguu.
Naye bibi anamwambia, mbona wewe unaifinya kwa shingo yu kila? Hiyo ndoa inaisha. Na wakianza hawakuwa wameagana ati tutaenda into 3 years tuachane. Lakini kitu kidogo, shetani anajua binu. Anakuja anakata hiyo laini. Praise the name of the Lord. Nimesema storm, it brings delayment in our blessings. Shetani amejua hii ni ndoa imeanzilishwa na Mungu. Analeta tu kisirani, hiyo ndoa inaisha. After 3 years wametengana, after 1 year wanarudiana. Hiyo familia walikuwa wapate mtoto. Time imeenda wameachana. Halafu after 1 year wanarudiana. Ni nini imetoka hapo? Ni delayment. Saa hiyo imeisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mahari wangeshikana waendelee, that period of 1 year inaisha hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo ndivyo shetani hufanya kwa baraka zetu. Analeta delayment, anakata. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Anapokuaminia kitu, anajua hata wakati alikuleta ulimwengu huu, alijua atamalizana na wewe. Lakini shetani anawidananga na sisi kila wakati. Maana alisema ni simba azungukapo. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana unajikuta wewe unajuana na Yesu, lakini changamoto ni kama ziko kwako. Mpaka maadui ama wale hawajampokea Yesu wanaulizana, na kwani unaobanga Mungu mgani? Kwa sababu ni kama mashida zimemwagwa kwako. Wengi wetu tuko hivyo, tunadharauliwa. Lakini si kana kwamba Mungu hatujui. Anatujua kwa majina yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Naomba kwa ufupi tu, naomba nitafutiwe Kastring Karoligina Magathi. Oh, ni hii. Naomba nipate vijana wawili. Naomba nikupate wewe na katoto kadogo. Uko sawa. Sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo tumeona shetani kazi yake kuleta changamoto kwa maisha yako. Si ati ni hajapewa ruhusa ya kukumaliza. Amepewa ruhusa tu ya kunyang'anye wewe uingie kwa laini yake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndio maana hakukuwa na mtu angemkaribia Ayubu. Shetani alijua huyu Ayubu anampenda Mungu. Alienda akaomba ruhusa kwa Mungu. Huyu mtu unadhani anakucha bure? Si kana kwamba ni ile baraka umembariki nayo. Si ni ile mashamba umembariki nayo. Naomba ukanipe ruhusa niende nikaondoe hizo zote, uone kana kwamba hata kukufuru. Praise the name of the Lord. Hivyo ndivyo shetani anaendanga kuomba ruhusa kwa Mungu, akuje kwako wewe, alete magonjwa kwa nyumba yako, akuje amalize ndoa, akuje amalize biashara, aone kana kwamba utamuacha Mungu wako. Nimekuja nikwambie, usimuache Mungu kwa sababu haongei wakati huo. Yes. Bora tu ako hapo kama tu amerara. Ni wewe haumuoni. Yes. But he is there. His presence is there. Oh, yes. Praise the name of the Lord. Amen. Wapi hiyo nini? Naomba tu nitumie mfano. Naomba tu ama step aside. Naomba ukashike hii uuzi. Shike hapa. Na wewe ukashike mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maisha yetu ni kama hii string. Ni kama hii kamba. Maisha yako ni wewe sasa. Wewe ndiye huyu. Bwana Yesu apewe sifa. Yes. Naomba ukanipe tu dakika kidogo tu, sikukalishi sana. Wewe ndiye huyu sasa. Sema mimi ndiye huyu. Maisha yako ni wewe huyu sasa. Hii ni kuzaliwa, kukua, kusoma, Yes. kufanya nini? Di. Kuoa. Wa. Before kuoa, kupata kazi, Kazi. kuoa, kufanya nini? Kustareheka na kukufa. Praise the name of the Lord. Si kila mmoja atakufa? Yes. Mungu aliweka kifo. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna, shetani hana ruhusa ya kuleta kifo, lakini akikata hapa amekata maisha yako. Hajapewa ruhusa ya kukumaliza. Hajapewa ruhusa ya kuleta kifo, lakini amepewa ruhusa ya kukata maisha yako. Ukimkubarisha ayakatie hapa,
atayakata, wewe mwenyewe ukimkubarisha. Lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu anakupenda, ndio maana alikupatia wokovu ili ujue mema na mazuri. Praise the name of the Lord. Amen. Na ndio maana haukuitwa nyumbani uingie katika nyumba la Mungu. Ni wewe mwenyewe ulijileta, kwa sababu kuna mwito ndani yako ya kutembea na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Despite the storm, Mungu anakupenda. Anakuangalia tu, ako mahali amekuangalia tu. Mungu, shetani alipoenda kwa maisha ya Ayubu, Mungu alikaa tu mahali akimtazama Ayubu. Shetani alienda akapeleka magonjwa. Tunaona soma habari yake, alienda kamaliza biashara zake, kamaliza mifugo, mpaka kamaliza watoto. Lakini kwanza hakuwa amepewa ruhusa ya kuguza mwili wake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Alirudi pale akaambia Mungu, unadhani huyu mtu, nilikwambia huyu mtu akupendi. Ayubu si ati anakupenda kwa sababu ni roho yake kukupenda. Hivyo ndivyo shetani anaendanga kwa Mungu. Ni marafiki sana, ni mabeshte. Shetani na Mungu ni mabeshte. Anaendanga kwa Mungu anamwambia, usifikirie Mr. Waweru anakupenda ati kwa sababu uko ndani yake. Hapana, ni kwa sababu ya ile familia umembariki nayo. Fanya hivi, peleka magonjwa uone kana kwamba hata kuacha. Hata acha hiyo madhabahu ya Jesus Winner. Taenda kutafuta Mungu mwingine huko. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo ndivyo shetani huwa anafanya katika maisha yetu. Anaenda anaomba ruhusa, anakuja anachukua school fees. Mtu ambaye angeomba msaada wa kulipia watoto wake school fees, unaanza kuwa unatafuta msaada. Lakini ni roho yako shetani yako na haja nayo. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo shetani ako na uwezo wa kukata huku. Nimesema huku ni kuzaliwa, kukua, kufanya nini maisha yako hadi kukufa. Wewe unataka kufa na miaka ngapi? Naongeleshea individual. Mr. Jack, unataka kufa na miaka ngapi? Ovaite. Chairman, ungetaka kufa na miaka ngapi? Haya, 150. Macha, ungetaka kufa na miaka ngapi? Huyu amesema 100. Mr. Kenyo miaka ngapi? Kamia hivi. Praise the Lord. Unaweza kufa ukiwa na miaka ngapi? Getuga 120. Hallelujah. Acha tuseme ile general Mungu amepeana. Amepeana miaka 70, si ndio? Katika hiyo miaka 70 ukikula msuri inafika 100. Ni sawa tu. Tutumie ile general. Ama ukikaa vizuri unagonga hata 120. Ukikaa vizuri na Mungu, kijuana na Mwenyezi Mungu. Oh, yeah. Sasa tuseme hiyo general ni 70. Shetani ako na uwezo wa kukata hapa, wa kuchukua mifugo yako. Na ndio maana Ayubu alipoenda akaomba ruhusa, aliambia Mungu raundi ya pili. Akaenda kwa Mungu akamwambia, unadhani huyu Mungu bado anakupenda? Siuguze mwili wake. Siumize moyo wake. Uumize mwili wake. Siumpelekee magonjwa. Uone kama hata kuacha. Naye shetani alikuwa anataka to prove himself right. Alikuwa bado anang'ang'anianga tu maisha yako. Kuna kitu Mungu alimwambia, nenda ukaguze mwili wake. Nenda ukaguze huku kwingine, lakini roho yake ni yangu usiguze. Nenda ukaguze kila kitu, nenda ukaumize. Kumbuka amechukua mali yake yote. Amechukua mpaka uzao wake wote. Yes. Amechukua hadi mifugo yake yote. Hajaridhika. Hivyo ndivyo huwa anafanya kwa maisha yako. Ukimwonyesha bado mimi ni wa Jehova, despite the challenges. Kuna watu wamekatalia kwa Mungu. Naomba tuwe mashujaa ambao watasimama na kazi ya Mungu. Kuna wamama wako mahali hapa hawajawahi kubali madhabahu ya Jesus Winner ianguke. Tuko na washuhuda kina Waabia, kina wale wengine, kina Shosho wa Murugi, akina wa Fredi, na wewe uko hapa siku ya leo. Kuna sababu ya wewe kuwa mahali hapa siku ya leo. Ni pengine hiyo chuma utaleta mahali hapa ndio Mungu anaitaka apiganie maisha yako. Praise the name of the Lord. Haujaketia hicho kiti chako bure.
Praise the name of the Lord. Kwa hivyo shetani, Mungu akatuma shetani akamwambia nenda uguze sasa mwili wake, lakini roho yangu usiiguze. Kwa nini? Kwa sababu mimi naishi hapa. Naomba tukarudi katika hiyo maandiko hiyo ya Mark 4:12. After kuingia kwa merikebu ikaanza kupata maji. Haya, tumesoma mstari wa 38. Naye mwenyewe alikuwako katika shetri amelala. Hebu anza rudi nyuma kidogo. Nyuma kidogo. Ikaanza kupata maji. Haya, inasema hivi 36. Wakawacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chobo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba juu ya Yes. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo. Mawimbi yakapiga chobo hata kikaanza kujaa maji. Haya, praise the name of the Lord. Amen. Wakati shetani alitumana kwa Ayubu, hivyo ndivyo utumana katika maisha yako. Shetani ako na uwezo wa kuja kwa nyumba yako, akuletee magonjwa, amalize biashara, akuzushe kutoka kwa promotion, akuzushe. Lakini wakati huo tunakuanga watu wakuulizana Mungu yuko wapi. Kuna nyakati zingine unaingiaka kwa nyumba yako, unakuta hata hauna mke, akikuitisha ya agarao ya chumvi hauna. Sasa hiyo katika lile hali uko katika ndani yake, huwezi ukamuona Mungu. Pesa amekubariki nazo, na kitu moja nashukuru Mungu. Huwa ana make sure anakupatianga ka utukufu. And that utukufu ndio inakufanyanga bado ujue kuna Mungu. Kuna ile utukufu Mungu anakuvarishanga hata katika hilo hali ulilo ndani yake, unaona bado kuna Mungu. Praise the name of the Lord. Wakati huo merikebu ilijaa maji. Ni kama kwamba kuna wakati unajiulizanga Mungu wangu yuko wapi? Merikebu nilio ndani yake sina nguvu, nikikibiria mchungaji sina uwezo. Shetani amepatiwa ruhusa ya kukata huku kwingine. Mpendwa, nimekuja kukuambia, wewe unauliza Mungu wangu yuko wapi? Nimekuja kukuambia yuko hapo. Oh, yes. Wakati shetani alitumana kwa Ayubu, alimwambia nenda ukate. Shetani ako na uwezo wa kukata mifugo yako. Ako na uwezo wa kukata biashara yako. Oh, yes. Ako na uwezo wa kuzusha your promotion, akuzushe from one level, akuzushe chini. Nilisema new levels, new devils. Wakati unaingia kwa merikebu fulani, unafuatwa na, kwa sababu it is a new level, new devils. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo shetani, Mungu huwa anatumana. Anasema nenda kwa mama fulani, nenda uchukue school fees, mtoto asisome. Nenda uwanyime kile wanahitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nenda uchukue school fees, mtoto wa mchungaji asisome, mtoto wa fulani asisome. Nenda kwa mama. Sasa huyu ni wewe, lakini usiguze roho yake. Kwa nini? Huku ndiko ninaishi, hii ndilo hekalu langu. Roho yako ni ya Mungu. Oh, yes. Na ndio maana hezi akakubali
Ulianza safari na Mungu, hujui ni nini kiliendelea maishani mwako. Huendelei, usongi, lakini iko stagnant. It brings delayment, lakini si ya kutumaliza. Bado Mungu ametushikilia pale. Praise the name of the Lord. Hajapewa ruhusa ya kutumaliza. Wanaweza wapewe sifa. Kwa hivyo ukimkubarisha shetani akumalize, akona uwezo wa kukata hapa, akona uwezo wa kukata hivi, akate hivi, amepewa ruhusa, lakini hapa hajapewa ruhusa yake. Ashukuru Mungu kwa sababu hajapewa hiyo ruhusa. Oh yes. Sijui kama naongea na mtu. Yes. Naongeleshia huyo mtu anauliza, Mungu wangu uko wapi? Umechekwa. Kwani Mungu alienda na vile unamtafuta. Praise the name of the Lord. Naomba ukatumalizia hapo. Ati alikuwa katika merikebu. Wewe unayeuliza kwani Mungu wangu yuko wapi? Wacha tusikie ako wapi. Kwa karibu kumaliza. Inasema hivi. Naye mwenyewe alikuwa katika shetri amelala. Naye Yesu alikuwa katika merikebu akiwa amelala. Huku wanafunzi wameanza kuchota maji wakimwaga. Kumbuka ile merikebu lilikuwa limeanza kugongwa na madibu ya maji. Praise the name of the Lord. Amen. Alafu sasa Yesu alikuwa pale nyuma akiwa amelala. Juu ya mto. Alikuwa katika merikebu ndani akiwa amelala. Wanafunzi saa hiyo hawakuwa wanamuona Yesu. Hata hawakuwa wanakumbuka wako pamoja na Yesu. Wewe huonangi Yesu ndani yako. Wakati uko katika hiyo hali, unaweza kosa kumuona. And that is true. Nilitangulia kusema mambo yote huenda sawa sawa. Wakati imeenda kinyume tunauliza kwani Mungu wetu yuko wapi? Ako hapo amekaa. Ni wewe haumuoni. Kwa sababu ya weight ya the storm ambayo unapitia huwezi ukamuona. Yesu alikuwa katika merikebu akiwa amelala. Alipoamka, aya inasema hivi. Akaamka, akaukemea upepo. Akaamka akakemea upepo. Alipoamka aliukemea upepo. Mpendwa, wakati Yesu ataamuka kwa maisha yako, atafanya nini? Alipoamka aliukemea upepo. Alikuwa amekaa mahali tu, ameangalia tu wafuasi wake. Wakati wafuasi wali notice tuko na Yesu ndani ya merikebu, hapo ndipo walienda kwake. Walipomwamsha alikemea ule upepo. Wakati Mungu ataamuka kwa maisha yako, atarudisha maradufu. Praise the name of the Lord. Amen. Huwa anaamurisha chochote kimechukuliwa. Kama yes. vile alipoamka aliukemea upepo. Yes. Wakati ataamuka mahali ameketi, atakemea hayo magonjwa. Yes. Atakemea hiyo changamoto na hautabaki pale tena. Hata saa hii ninaamurisha hiyo yes. string irudishwe vile ilikuwa. In Ifungwe. Jesus' name. Praise, kwani hamsikii? Nasema hii string ifungwe. Ifungwe, hizo ni jeraha. Wakati ataamka kwa maisha yako, yes, atafunga jeraha zozote. Atafunga jeraha. Hivyo ndivyo atafanya. Wakati Mungu anaamuka, yes, ni wewe hauko unamuona, lakini ako hapo. Ako hapo. Anakutazama tu. Amepeana ruhusa ichukuliwe yote. Oh yes. Alipoamka kwa Ayubu, aliamurisha chochote amenyang'anywa kirejeshwe. Hivyo ndivyo huwa anafanya. Wakati ataamka kwa maisha yako, ataamurisha chochote kimechukuliwa kirudishwe kwako marandufu. Praise the name of the Lord. Oh yes. Ndio maana ninasema, maandiko inasema, yes, nikisha jaribiwa nitatoka kama dhahabu. Hallelujah. Wakati ataamuka hapo ameketi mpendwa. Yes. Wakati ataamuka kwa nyumba yangu, hey, atarejesha chochote Hallelujah. kimechukuliwa. Ataamurisha malaika hey, wafunge kila jeraha. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Na hivyo ndivyo uamurisha malaika. Dio. Ni wewe haumuoni, yes, but his presence is there. Jesus. Huwezi ukamuona kwa sababu ya weight ya hiyo changamoto. Huwezi muona. Lakini akisha kujaribu utatoka kama dhahabu. Alipoenda kwa Ayubu, aliamurisha chochote kimenyakuliwa arejeshewe maradufu. Watoto walikuwa wamenyang'anywa, walirejeshwa hata wao.
wa supu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni wewe haumuoni kwa sababu ya lile changamoto huko ndani lako. Nimekuja kukuhimiza usife moyo kwa sababu Mungu yupo. Ameketi, ako hapo nyuma, ako hapo kando tu, anakuangalia mtoto wangu, teseka tu, lakini ninakuja. Kinipatia nafasi, ukikubali tu kutembea na mimi. Kama vile Ayubu hakukufa moyo despite the challenges. Ayubu alisimama tu imara. Ndio maana nilikwambia wakati utakapokuwa kwa dhoruba usianguke, usikubali kuanguka. Na nimekuambia tena, katika hilo hali ulio ndani yake usitoke kwa mapenzi ya Mungu. Hajamalizana naye. Kwa sababu roho yako ni ya Mungu. Wewe ni wa Mungu. Hana haja na mwili wako. Akona haja na roho yako. Usikufe moyo mpendo. Tungekuwa wa kukufa moyo tungemalizika kitambo. Kwa hivyo wakati anaamuka, anaamurisha kama vile nimewacommand. Na ndio maana umenisikia nimewacommand. Nikawaambia fungeni hizo jeraha. Hivyo ndivyo Mungu huamulisha malaika wake. Wakufunge zile jeraha umewekwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi najua ni mmoja tutatolewa kwa hizo majeraha. Na akikuja huwa anakuja marandufu. Vile ufanyika, it's only virema. Virema ndivyo huwa tu zinabaki. For every scar, katika kile kirema ni ushuhuda. Hizo virema zinakuanga shuhuda. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Virema hazinanga uchungu. Kirema chochote kiko kwa mwili wako hakina uchungu. Kilipata uchungu wakati kilikuwa kinakatwa. Wakati ulikuwa unajaribiwa. Wakati wewe uko katika hiyo hali. Aidha ni ugonjwa, aidha ni kukosha kazi, aidha ni ndoa yako haifanyi. Anaposhuka, ukifungwa, ukibarikiwa, ni virema tu huwa zinabaki. For every scar, it is a testimony. Kila kirema ni testimony. Wakati kilikuwa kinakatwa ndivyo kilipata uchungu. Kwa sababu shetani huwa hagadishi. Goma dagadagia. Goma dagadagia. Hedio kiare gago niguo kiare na ruo. Wakati ulikuwa katika hiyo hali ndivyo ulifiri uchungu. Lakini wakati Mungu atakavyokuja kufunga hizo jeraha, hautasikia huo uchungu tena. Mpendwa, utaulizwa na mtoto wako, kwa nini baba unajenga ukiwa mzee? Utamwambia kuna wakati nilifungwa na pombe, lakini Yesu akakuja akaniokoa. Ndio maana nilikusoma. Kama sio kukombolewa na Mungu, haungesoma. Ndio maana Mungu amekubariki, umenisaidia, ndio maana najenga saa hii. Praise the name of the Lord. Amen. Atakuuliza kwa nini mama? Kwa nini mama? Wacha nisiongee hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Ama niongee nitoke. Kwa nini mama ulinizaa ukiwa mzee? Utamwambia kuna wakati nilikukosa. Praise the name of the Lord. Lakini Mungu akakuja, nikakupata. Siweziona nilikupata ukiwa mzee. Yes. Lakini niko na ushuhuda kwa sababu Mungu ulikuja. Praise the name of the Lord. Amen. Utaulizwa kwa nini mama? Jicho lako ni moja, hauna jicho moja. Utamwambia jicho lilipotea wakati kulikuwa na COVID. Nikikibia na wewe, kukatokea vita ama nikapatana na maandamano. Wakati nilikuwa ninakutafuta ili usikufe ama usife, nikapatana na accident ya jicho langu. Nashukuru Mungu kwa sababu yu hai. Hicho ni kirema. Kwa hivyo every sky is a testimony. Every sky in your life. Na uzuri wa virema huwa hazina uchungu. Huwa haziumi. Kile kirema uko nacho sahi, ule uchungu unaopitia sahi, Mungu akishuka kuponye, hautakumbuka huo uchungu. Bali utaishi kuwa ni testimony. Historia ya Ayubu huwa tunaisoma leo, huwa inafufua maisha yetu. Oh yes. Historia ya Lazaro, kifo cha Lazaro, ni
testimony ya siku ya leo. Without a scar hakuwezi patikana testimony. Chochote unachopitia sasa ni maisha yako. Bora tu kae hapo kwa sababu roho yako ni ya Mungu. Na Mungu hajamalizana naye, Mungu anaendelea nawe kwa sababu kesho yako iko na Mungu. Simama kidete, bali usianguke, umtafute Jehova na umtumanie Mungu. Naomba tuwe mashujaa ambao watasema despite this storm, bado wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Despite tunajenga, despite tunahitaji fedha, mimi sitapotea kwa sababu kanisa ni lako. Naomba tuwe mashujaa watakaosimama na Mungu. Aseme uliniita na ni wewe uko na mimi. May the Lord bless you. Amen. Amen. Tupige makofi mazuri kwa Bwana. Amen. Nataka uinamishe uso wako. Inamisha uso wako. Inamisha uso wako. Kwa sababu there are so many words in our hearts. Inamisha uso wako. Uongee na Bwana. Uambie Mungu, ni kweli neno limepita na limefika, lakini kabisa kuna majeraha mengi katika maisha, na wakati mwingine mwanadamu anakufa moyo, analalamika. Wanafunzi, maandiko imetuambia kwamba walikuwa wanamuuliza, bona haujali, we are dying? Bona haujali, tunakufa? Mwambie Bwana akusaidie, usife moyo. There is the grace. God is going to release a grace that will enable you go through every challenge. Kila challenge ambayo unapitia, kwa sababu maandiko inasema ya kwamba hauwezi jaribiwa na majaribu ambayo hauwezi kuyashinda. Kila chochote unaona unajaribiwa nayo, God knows that you are well able. Wewe umetosha kupitia hiyo. Umetosha kupitia hiyo. Na ndio Ayubu amesema, nikishapitia haya yote, nikishapitia haya yote, nitamuona Mungu. Kuna mtu kile kimekugoja mbele, it is God, the presence of God. You may not be seeing him today. Inawezekana humuoni saa hii. Mashika robo shika. Inawezekana unajaribu kumwangalia na haumuoni, but Jesus alikuwa bado in that boat, in that vessel. Na maandiko inasema ya kwamba wakanugunika wakimuuliza, why are you sleeping when we are dying? Why? Kuna maswali mengi. Najua kuna maswali ambayo iko ndani ya moyo wako. Kuna maswali mengi ambayo unapitia. Can somebody stand on your feet? Tafadhali simama tu na miguu yako mahali uliko. Simama na miguu yako. Tunastahili tuchukue hilo neno na tulifanyishe kazi. Tunastahili tuambie Bwana to bide us again. Atufuge majeraha. Oh my Father. Kuna mtu mahali huko sio mahali unastahili kuwa. Ungekuwa mbele, ungekuwa umebarikiwa, ungekuwa umeendelea, but the spirit of derailment ikakuja, ikakata maisha yako. The spirit of derailment, labda zile baraka unasema umebarikiwa zilikuwa za miaka mingi ambayo imepita. Right now the Lord is going to release the grace of God. Oh, there is the grace of God ambayo inaachiliwa. Rekama shataraba yeterebaganda. There is power when we believe. There is power. Kuna nguvu za kushogeza maisha yako mbele. Kuna nguvu zitakuinua, na zile mapepo zimesimama mbele yako leo. We are commanding them in the name of Jesus. The Bible says Yesu akawaambia upepo simama, akakemea upepo. Leo tunakemea kila spirit ambayo, inua mikono yako. There is a God who is moving. There is a God anakemea hiyo mashida.
anakemea dhoruba. Tukitoka hapa, there is power ambayo itaandamana na wewe. Kuna nguvu zitatembea na wewe. Oh Lord, Bwana, si umesema utatenda? Nasi Bwana ukemee dhuruba. Yule mama akona kilio, yule mzee akona kilio, kuna kijana analia. Kemea dharuba zote. Oh Jesus. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Inua mikono mbele za Bwana. Inua mikono yako. In the name of Jesus. Ulisema naposhindwa nikuite Bwana. hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite Bwana. Hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Usiniache Bwana. Mungu wangu uniongoze. Inua mikono yako mbele za Bwana. Inua mikono yako sasa. Inua mikono yako. Inua juu kabisa. Mwambie Bwana, ulisema nikishindwa nikuite. Kuna mambo imenilemea. Kuna mambo imekuwa mazito. Kuna mambo imekuwa mazito. Hivi leo Bwana. Oh, shalaba. Usiniache peke yangu. Shatarabababusha. Inua mikono yako, funga macho yako, inua mikono yako. Sauti zote zitulie, inua mikono yako. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ndio Bwana, tumeinua mikono yetu mbele zako mtakatifu wa Israeli. Asante kwa neno ya siku ya leo Jehova. Nini neno ya kutukumbusha hata wakati tunapitia mambo magumu. Ndio Bwana, wewe Baba uko karibu nasi na uko tayari kutusaidia. Ndio Yesu. Tumeinua mikono yetu tukisema upokee sifa na upokee utukufu. Ndio Bwana, wewe ni Baba yetu, wewe ni Mungu wetu na hakuna mwingine kama wewe. Tunakushukuru kwa sababu haujatuacha Bwana. Umekuwa na sisi wakati tumepitia milima. Umekuwa na sisi wakati tumepita kwa maji mengi. Umekuwa pamoja nasi wakati tumekuwa kwa kilio. Umekuwa pamoja nasi wakati Bwana tumepitia magumu. Tunakushukuru Baba kwa sababu siku ya leo umesema utainuka na utatusaidia. Kuna mama anahitaji msaada wako Bwana. Kuna mzee anahitaji msaada wako Baba. Tunakualika ndani ya nyumba hii. Tunakualika kwa uwepo huu Bwana. Tunaalika nguvu zako mahali hapa. Tunaalika rehema zako mahali hapa. Tunaalika malaika wako mahali hapa. Tunaalika Roho Mtakatifu mahali hapa. Baba, tunakuita siku ya leo. Upali Baba kushuka. Upali Baba kushuka. Wengine wako kwa merikabu Bwana. Merikabu zimeanza kuingiza maji. Merikabu zimeanza kuingiza maji. Baba wetu wa mbinguni, tumeinua mikono mbele zako. Tunakuuliza uamuke. Tunakuuliza uamuke. Baba, amuka sasa. Amuka sasa Bwana. Amuka usaidie huyo mama. Amuka usaidie huyo mzee. Amuka usaidie kanisa lako. Baba wa mbinguni, tunajua Jehova ukiachilia nguvu zako, watu wako watapona. Watu wako watakombolewa.
Baba tunakushukuru. Oh Lord. Wewe ni Alpha na Omega. Alpha na Wewe ni mwanzo tena mwisho. Ndio Bwana. Maisha yetu ni mikononi mwako. Jesus. Maisha yetu ni mikononi mwako. Yes, Lord. Yale tunapitia ni mikononi mwako. Ndio Bwana. Baba ulituambia mahali hapa Jesus. ya kwamba utakubali tena. Ndio Bwana. Baba tutembee peke yetu. Yeah. Ulituambia utatutangulia. Ndio Bwana. Ulisema utaenda mbele yetu. Ndio, yes. Baba wa mbinguni, Bwana. ulituambia ya kwamba Yes. Baba dhoruba zote Yes. zinaenda kufika mwisho. Tafika Baba ni mwisho. wewe ulisema Ni wewe. ile baraka walichukua. Yes. Baba wakaweka kwa siri. Ndio Bwana. Ulituambia hapa Jesus. ya kwamba utarejesha. Utarejesha. Jehova ninaomba Leo. achilia baraka leo. Achilia leo. Achilia baraka leo. Achilia leo. Wacha mvua Yes. ya baraka ikanyeshe. Ikanyeshe. Wacha utajiri Yeah. ukashukia watu wako. Ikashuke Baba leo. tunasema ni asante. Tunasema ni Tumeinua asante. mikono yetu mbele zako. Oh, yes, Lord. Tunakupatia sadaka ya makofi. Jesus. Tunakupatia sadaka ya makofi. Asante. Tunakupatia sadaka ya makofi. Tunakupatia sadaka ya makofi. Sadaka ya makofi. Pokea sifa. Pokea. Pokea utukufu. Jesus. Pokea heshima. Jesus. Kwa jina la Kwa Baba jina la na Baba. Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini, sema amen. Amen. Unaweza ukapata nafasi tuzime hizo. Salimia jirani yako, mwambie hata kama melikapu imeikiza maji, Yes. Yesu ako hapo. Yesu ako hapo. Inua mkono, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekushukuru nimekushukuru kwa sababu kuna kitu nimejua, kwa sababu kuna kitu nimejua uko pamoja na mimi. uko pamoja na mimi. Sema amen. Amen. Haleluya. Tushangilie Bwana kwa sababu ya Reverend. Hey! Aya. Amen. Bwana Amen. asifiwe. Amen. Unajua za mtu akiwa hivi anakaa kuambia watu nitamugeithia. Bwana asifiwe. Inafanya mtu akae kama father. Sasa unaweza sikia nimeanza kuambia nitamugeithia tokai. Usijue hii mambo imetoka wapi. Sema amen. Amen. Haya basi, Mungu awabariki sana. Mungu awatende yaliyo mema. Amen. Wale wametuongoza kuanzia asubuhi, may the Lord bless you. Nimeongozwa vizuri asubuhi, tumehubiriwa vizuri, na hata saa hii tumehubiriwa vizuri sana. Sema amen. Tumehubiriwa na ninajua kila roho imepona. Si imepona? Sema amen. Nilikuwa naangalia mzee wa Wero, naona anashika kabisa. Anashika kabisa. Naangalia wazee naona wanashika. Naangalia kila mtu naona anaelewa. Kwa hivyo Mungu awabariki sana na Mungu awatende yaliyo mema. Leo sitaki nitumie muda sana, naona niko na dakika chache. Leo mimi ndio niko na dakika chache kuliko watu wote. Niko na dakika 20 peke yake, na ni mzuri, imenitosha. Na Mungu wa mbinguni atatubariki na kututenda yaliyo mema. Ningeomba uingie kwa mko wako, utoe sadaka na fungu la 10 ninapokuletea matangazo. Wale wako nje waingie ndani, wale wako nje waingie ndani, wale wote wako nje waingie ndani, na Mungu wa mbinguni atawabariki sana na kuwatenda yaliyo mema. Jambo la kwanza ningetaka nichukue nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mahali ametutoa na mahali ametufikisha.